maelezo. Nina sehemu ya kwanza. Mimi ni msichana wa miaka 26. Ni mrefu, mwembamba kidogo, rangi ya chungwa huu. Na cha zaidi sijisemei, ila kwa mujibu wa watu, mimi ni mzuri. Sasa hapo itategemea kila mtu anavyoniona, lakini ni mzuri kiasi kwamba watu wananifananisha na watu wengi maarufu tu. Nimezaliwa na kukulia katika maisha ya kitajiri kidogo, nikipata kila ninachotaka kutoka kwa baba yangu ambaye tangu mama afariki ndiye yeye pekee aliyekuwa akinilea. Lakini pia baba na watoto wengine na mama yangu wa kambo, na ni wadogo mno, hivyo mimi ndiye dada mkubwa. Maisha yangu yalikuwa rahisi, nikiwa na marafiki wengi na wanaume wengi wanaotaka niwe nao kimapenzi. Uzuri wa kukulia kwenye maisha ya kitajiri, sibabaiki na mwanaume kwa ajili ya pesa zake. Naangalia moyo wake na mapenzi yangu kwake. Cha zaidi, ninaamini katika mapenzi ya dhati na sipendi kuumizwa. Ninapenda sana na nina wivu mno. Nilishawahi kuumizwa mara kadhaa na watu niliowapenda mno, na hiyo sikutaka ijirudie tena. Hivyo, sikuwa na marafiki tena wa kike kiasi cha kumwamini siri zangu. Tofauti na wengi wanavyodai kuwa wanawake wazuri hawana akili za kimaisha na sio makini, lakini si kwangu. Sijajifunza kutegemea cha mzazi, ninahangaika kupata changu mwenyewe. Tena hiyo, pengine, kutokana na baba ninavyomuona anavyopelekwa na mama yangu wa kambo, naogopa nisije kukosa hata kiurithi chenyewe. Okay, sasa nimemaliza kula, na nimeingia chumbani kwangu kuchati na marafiki zangu kupitia simu yangu. Ninafurahia nikiona message kutoka kwa Brighton, mwanaume niliyetokea kumpenda tu, sio kwa sura wala pesa, bali ni kutokana na jinsi anavyoniheshimu na kunipenda pia. Na cha zaidi ni mcheshi sana. Yaani, hata ninune vipi nitacheka tu nikiwa naye. Na nikisema ananiheshimu, jua ananiheshimu kiasi cha kutosha, utajua huko mbele. Kabla hatujawa kwenye uhusiano, nilimuona tu alivyokuwa akitamani kuniambia ananipenda, lakini alikuwa anaogopa mno. Nadhani alijitazama hadhi yake na kuona haiwezekani akawa na mimi. Kwa kujua hilo, nikamrahisishia na kuanza naye mahusiano. Tuna miaka 5 hadi sasa, na sijajuta kwa lolote. Huwezi amini, anajiona ana bahati kuwa na mimi, na mimi nafurahia hilo. Sio unakuwa na mwanaume bitozi, handsome boy, kiasi kwamba hajali hata ukikukosea, ana uhakika atampata mwanamke mkali zaidi yako. Sitaki wanaume wa hivyo. Kwa hiyo, Brighton ndiye tulizo langu la moyo. Lakini kama nilivyosema, hana kazi, kwa hiyo hana hela. Japo ana elimu ya chuo kikuu na anatarajia sana kupata ajira. Huko kipindi cha nyuma, nilimpa mtaji tukafungua duka letu la vipodozi. Biashara imekuwa mno. Tumehifadhi hela kiasi na anatarajia kunitolea posa kesho. Nina uhakika tukioana, kipato chetu kitatuendesha kimaisha vizuri tu na hatutayumba. Hello my dear. Miss you. Nilisema kwa kudeka fulani hivi nikiongea na Brighton, kwa sababu nilijua tu lazima atataka kunivunja mbavu kabla sijalala. My Nina, lakini unajua maana ya miss you? Alisema Brighton. Si nimekukosa muda mrefu na ninatamani uwepo wako. Sasa hiyo my dear, tunasemaga miss you, lakini ukiweka vitu na kuwa miss you, hapo unachokimiss ni kingine sasa. Nitakuita Central sasa hivi, shauri yako, alisema Brighton. Nikacheka hadi nadhani uko sebuleni baba alinisikia, nikapunguza sauti kidogo. Habi, una vituko sana. Niambie, kesho ndio mtu wako anakuja kwa baba? Ndiyo, nimeshampanga kila kitu. Yaani, ujue na muogopa mzee wako. Sijui atakubali, maana uliona mwenyewe alivyosemaga kipindi kile alivyojua tuna date? Aliongea Brighton kwa masikitiko kidogo. Hapo alinikumbusha kipindi kile baba alipomuona Brighton ndani kwetu. Akamsema mbele yangu kuwa hana kitu, atanipotezea muda tu na maisha yangu. Usijali, akiona tupo serious kabisa tunataka kuoana, atakubali mwenyewe, nilisema na kumchumu kisimusimu. Akaonekana kufurahi kidogo, halafu akaniambia, umeandaa cheti cha kuzaliwa? Mimi ninacho. Sitaki mambo madogo madogo yatukwamishe ndoa yetu, alisema Brighton. Nikacheka mpaka nikapaliwa. Tukaagana na mimi nikalala, ingawa kimoyo kinanidunda kwa ujio wa mshenga wa Brighton hapo kesho. Na jibu la baba litakuwaje? Je, unahisi baba atatoa sharti gani kwa Brighton? Karibu tena KCS TV kujua nini kitaendelea. Usisahau kusubscribe tunapoposti kufikie moja kwa moja.